na kuna tabia ya kiungu. Hii kanuni ya viumbe hai ina tabia ya kiungu ndani yake. Mungu anachosema ni kweli. Anasema, tazama nimewapa mamlaka. Kwa sababu sisi tayari tumezaliwa mara ya pili kwa kanuni ya tabia za kiungu. Kile Mungu anachosema tayari kiko ndani yetu. Tukitii neno la Mungu linatuelekezaje na tukachukua hatua kuliishi, ile tabia ya kiungu itaonekana ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile nguvu inayoongelewa kwenye kitabu cha Waefeso 3:20 nasema, kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Hii nguvu ili ionekane, ni lazima ile tabia ya kiungu tuliyoipokea imo ndani yetu. Ili fanye kazi, lazima sisi tukubali. Mungu anatuelekeza vipi? Anasema ndani yetu imo nguvu. Sasa hii nguvu tunawezaje kuiona? Liko neno la Mungu, ni chanda cha Mungu. Haleluya. Mungu mwenyewe anatuelekeza kwamba tufanyeje, na tunapokubali, na ipo gharama. Kwa sababu kumbuka, tuna mwili. Mwili una asili ya kuasi. Adamu aliasi pale Edeni. Mwili una asili ya kuasi. Mwili hautaki kuyafanya mapenzi ya Mungu. Tunaelewana hapo? Hivyo vitu viwili tambua. Mara nyingi watu wengi wameshindwa kusoka mbele. Kwa nini? Mwili hautaki. Sasa kwa sababu hajui, anafikiri sasa kama nimechoka, siji mwili hautaki, basi niache. Hapana. Inabidi tuutiishe mwili. Haleluya. Soma kitabu cha Warumi 8:8. Warumi 8:8. Anasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Inatosha. Mstari moja tu, Warumi 8:8. Wale wanaofuata mwili. Wewe umeokoka, hutaki kusikiliza neno la Mungu, unaofuata mwili, huwezi ukaona neema ya kusonga mbele. Mwili huu hauokokaji. Tunaelewana? Mwili haufanyi nini? Mbona hamsemi? Mwili haufanyi nini? Hauokoki hata siku moja. Kwa hiyo ukitaka uendelee mbele, usiusikilize. Mwili unayo mapenzi, mwili unataka, mwili unakataa. Baada ya kuokoka, Biblia inatufundisha mwili ni adui ya Mungu. Hauna sehemu kwenye ufalme. Nirudi sasa kwenye ile mbegu, bado niko kwenye ile mbegu. Nimekuambia kanuni